Karibu sana, sina kitu, sina sadaka kwa Bwana Yesu, isipokuwa moyo wangu utakase katika damu, utakase katika damu. Tuombe. Let's pray. Baba yetu mtakatifu unaishi mahali pasiju mbinguni, Our Holy Father who art in heaven, asante kwa sababu ya nafasi ya pekee. we thank you because of this special chance. Asante kwa sababu umeturuhusu tena leo kusimama mbele za watu wako. We thank you because you have enabled us again to stand before your people. Hatutoshi kusimama kwa sababu sisi ni waovu, We don't qualify to stand before you because we are sinful. lakini kwa sababu umetupendelea tusimame Baba, But because you have favored us to stand, tunakushukuru sana we thank you. na tunaomba utufunike kwa utakatifu wako leo. We ask you to cover us with your holiness today Tusikie sauti yako. so that we can be able to hear your voice. Asante, We thank you. tuongoze, Lead us, tufundishe, teach us, tuelekeze. direct us. Tuko chini ya miguu yako. We are under your feet. Ni katika Kristo Bwana wetu. It is in Jesus Christ. Amina. Amen. Somo letu la leo Our today's sermon lina kichwa cha somo kinachosema is entitled wanafunzi. Discipleship. Wanafunzi. Discipleship. Neno letu ambalo tumesoma katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 8. We read the verse in John chapter 8. Sura ya 8 fungu la 31. Chapter 8 verse 31. Maandiko matakatifu yako wazi. The Holy Scripture is explicit. Biblia inasema, The Bible says, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Biblia inaelekeza namna ambavyo Yesu anasema kwa watu wale akiwaambia, the Bible talks of the way Jesus trying to direct the disciples, ninyi mkikaa katika neno langu, that if at all you hold to my word, anasema mmekuwa wanafunzi wangu. you are my disciples. Lakini si wanafunzi wangu tu, Not only you are my disciples, wanafunzi wangu kweli kweli. but you're truly my disciples. Kwa nini? Why? Ni kwa sababu Mungu anafahamu wale wanaojitoa kwake kikamilifu, Because God knows those who devote themselves wanaohitaji completely, kujifunza kila wakati, those who need to learn every time. wale ni wanafunzi. Those are the disciples. Kwani mwanafunzi ni nani? Who is a disciple? Mwanafunzi ni nani kwa ufahamu wa kawaida? Who is a disciple? Mwanafunzi kwa ufahamu wa kawaida Regularly, with normal understanding, a disciple is ni mtu ambaye anajihudhurisha kila wakati kwa mwalimu wake. a person who presents himself or herself before their tutor. Ni mtu ambaye anatamani kufanana na mwalimu wake. He is a person who desires to be like Ni his mtu or her ambaye teacher. mwalimu wake kwa neno la Kiingereza unasema mentor, He's the mentor. ambaye anatamani kufanana sana na yeye. He's the person who loves to be like their mentor. Na kwa lugha rahisi anaamini katika mwalimu, ndio maana yuko pale. Simply saying, they believe in their mentor. Sasa tunauangalia wanafunzi maana yake ni nini na tumeelewa. So you're trying to look at what is it means by discipleship. Lakini wanafunzi wa Yesu
But discipleship that is spoken by Jesus, yani kuwa mwanafunzi wa Yesu, being a disciple of Jesus, ipo maana ambayo inatambulisha kweli kweli ya kwamba wanafunzi wa Yesu maana yake nini. there is a special meaning of what it means by being a disciple of Jesus. Inajaribu kufanana na maana ile ya kwanza niliyokupatieni kabla. It is more or less the same as the first meaning we saw first. Kuwa tayari kujifunza miguuni pa Yesu wakati wote. Being ready to learn at the feet of Jesus all the time. Kuwa tayari kufanana na huyo ambaye unatamani kujifunza kwake. Being ready to be like the person to whom you want to learn. Ule ndio wanafunzi. That's what it means by discipleship. Nakumbuka wakati nikiwa mdogo, I remember when I was a little kid, nilikuwa kila wakati nikimwona baba anavyotembea au kusimama, every time I could see my daddy walking or standing, au hata kuongea, or even speaking, natamani niongee kama yeye, nitembee kama yeye. I longed to walk and speak like him. Wakati mwingine kusimama kama yeye. Sometimes standing like him. Nakumbuka wakati akiwa amesimama alikuwa anasimamaje mpaka leo. I do remember exactly the way he could have his posture. Sababu iko wazi, ni kwa sababu nilitaka nifanane naye, maana yeye ni mwalimu wa kwanza. The reason is plain because he was my first mentor. Ni hali kadhalika kwa mwanafunzi anayetaka kujihuzurisha wakati wote kwa mwalimu wake. In much the same way to the disciple who wants all the time to present themselves before their mentors. Leo tutaangalia habari ya maeneo makuu matatu ndani ya Biblia. We'll have to look at about 3 areas in the Bible ambayo Mungu anatuainishia leo tujifunze kwayo, for which God wants to bring before us for us to learn. Eneo la kwanza, the first part, ni katika ile habari ya Marko sura ya 12 fungu la 41 hadi 44. Is Mark sura ile ya 12 12 fungu la 41 hadi 44. 1 through 44. Amba nisome kwa haraka. You can kindly follow. Naye akaketi kuelekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, fungu la 43, akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. 44, maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Biblia inaweka sawa kisa ambacho kimesomwa na wengi. The Bible tries to put this very story which has been read by many. Na kabla, and it says, ya kwamba sijaleta habari mpya wala ngeni. I've not brought before you something new. Lakini na ujumbe mgeni wa wokovu ndani ya maisha yetu. But at least I have something new with regard to our salvation. Ukae tu tayari kusikiliza kama miguuni pa Yesu. Ready to listen. Anaongelea habari ya mwanamke ambaye alitoa senti 2 tu ambazo alizokuwa nazo. He speaks about this very widow who gave only a little amount of money. Akalinganisha na matajiri waliotoa sio pesa, walitoa mapesa. Comparing to the rich who gave a lot of money. Ambao Yesu akasema wao wako katika upande wa kutoa vile ambavyo kwa lugha rahisi nothing, yani hawajatoa kitu. For whom Jesus said it's like they gave nothing. Lakini sasa anasema yule mwanamke aliyetoa senti 2. But he says with regard to the woman who gave only a little amount of money, huyu pekee ndiye ametoa. This is the one who gave. Hivyo ndivyo ambavyo Biblia inakoma na kusema ndiyo riziki yake yote pia. Because she gave out of all of her earnings. Lakini baada ya hapo, after that, angalia Wafalme wa kwanza sura ya 17 fungu la 10 mpaka fungu la 15. Have a look at the Kings, ambayo inaeleza habari za mwanamke
mjane wa Sarepta, where we do come across a widow at Zarepta. ambapo Elia alielekezwa na Mungu, nenda huko. Elijah was directed to go to Zarepta. Elia anapofika pale, Upon approaching there, anamuona yule mwanamke na kumwagiza amtengenezee chakula ale. he saw the lady and asked her to make a meal for him. Yule mwanamke akasema, tazama nina kitu kidogo sana. The woman said, look, I have just a little amount of food. Lakini Elia akamwambia, naomba unitengenezee chakula nile. Yet Elijah insisted, would you kindly make me some meal? Baada ya kuambiwa, mwanamke akaondoka kaenda katengeza chakula akampatia Elia. Having been told, she went and made some food. Lakini kwa taarifa ambayo ni fupi tu ni kwamba Mungu alibariki mara nyingi zaidi hata chakula kizishe ndani. God blessed the woman to the extent that she couldn't run out of food in a house. Ninapokutazama ni kama unaelewa hii story. Looking at you, it's like you do understand the story. Lakini nakuja moja kwa moja tena katika habari ile ya Luka ya kitabu cha Luka sura ya 4 fungu la 25 na fungu la 26. Luke chapter 4 verse 25 through 26. Ambapo Biblia inasema, where the Bible says, lakini kwa hakika nawaambia, palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Elia, wakati mbingu zilipofungwa miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Fungu la 26, wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Elia hakutumwa kwenda sehemu nyingine yoyote. Elijah wasn't sent to anybody else except alielekezwa, nenda Sarepta kwa yule mjane utapata chakula. he went to the widow at Zarepta. Na kuacha dilema, ufikirie kwa nini Mungu asimtume kwenda kwa mjane mwingine au kwa mtu mwingine. Imagine that God did not send him to anybody else except the widow. Lakini pia Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 fungu la 1 na kuendelea, In Acts 10 verse 1, tunakutana na habari ambayo si ngeni tena. we come across a narrative which is not new to us. Tunakutana na mtu anaitwa Cornelio. We come across a person by the name of Cornelius, Alitoa akiwa hata haelewi Mungu ni nani. who gave even though he did not know God. Aliwapatia watu sadaka nyingi. He gave gifts to people. Baada ya kutoa sadaka nyingi, Having given a lot of gift to people, mpaka Mungu akafahamu, akaelewa kuna mtoaji mahali. God recognized him. Baada ya Mungu kuelewa, akasema ngoja nimwelekeze, nimwambie nimeshaelewa anachokifanya. God desired to instruct to him that he really recognized what he was doing. Baada ya habari zile zilivyompata yule bwana, After all that which transpired, habari inaeleza tu kirahisi ya kwamba Mungu alimwagiza atume watu waende kwa Petro, the narrative goes that God sent people to Peter aelekezwe nini cha kufanya, in order for him to be instructed with regard to what to do. katika maeneo haya makuu matatu In these very 3 areas, ambao naelewa unafahamu, you are aware of them. tunaangalia kwa nini Mungu anaamua kutupatia site ya mafungu haya matatu. We want to know why God brings all this to us. Wote hawa wanaonekana kuwa na uhitaji na uelewa zaidi hata bila ufahamu wa Mungu kuwa ni nani. It's like they were very understanding even though they did not know who God was. Ndio maana tunakuta na viashiria vya wanafunzi ambavyo hao walikuwa navyo. And that's why we can see some clues of discipleship they had. Cha kwanza, wale walichagua kukaa miguuni pa Yesu licha ya kutokufahamu pengine Yesu huyu ni nani. First of all, they chose to sit before the feet of Jesus even though they never knew him completely. Walitii amri zake. They obeyed his commandments. Yule mwanamke aliyetoa senti 2 alielewa Mungu ni nani, akatii amri. The woman who gave little amounts of money understood and she obeyed. Lakini walifahamu maana halisi ya ibada ya kweli. They also knew what it meant by the true worship. Na kukumbusha kwamba ibada ya kweli
haikamiliki pasipokuwa na neno au kitendo kutoa. I remind you that true worship won't be complete if at all there'll be no giving. Ukisoma Warumi sura ya 12 fungu la kwanza, Reading Romans chapter 12 verse 1, Biblia inasema tu kwa urahisi ya kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu the Bible says, give ye your body so that they can be ya kumpendeza holy Mungu. sacrifice offerings to please God. Ndiyo ibada yenu yenye maana. That is the true worship of yours. Kule kutoa ndiyo ibada yenye maana. The question of giving is the true worship. Ndiyo uhalisia wa neno la Mungu la uzima kuhusiana na utoaji na ibada. That's the actuality of the word of God when it comes to the worship. Lakini hatutoi tu wale wanafunzi wa Yesu ambao wanakaa kila siku miguuni pake. We don't just give. The disciples who sit before the feet of Jesus Hawatoi tu kwa sababu wamebarikiwa. don't just give because they are blessed. Wanaotoa kwa sababu wamebarikiwa, tumesoma hapo kabla ya kwamba walitoa mapesa. Those who give because they are blessed, we have just read about them that they gave huge amounts of money. Mungu atayahitaji hayo mapesa kama unayo, lakini kwa moyo wa ukunjufu. Or God will love you to give those very amounts of money wholeheartedly Kama mwanafunzi kweli kweli. as a true disciple. Lakini pia Not only that, hawatoi kwa sababu ni agizo. they don't just give because it is a command. Hatukitoa kwa sababu ni agizo la Mungu, bado tunakuwa tunakosea. If we give because it is a command of God, Vipi we kama are making a mistake. asingeagiza? What if he would have not commanded us, Akatupatia akanyamaza? giving us and remain silent? Ingekuwaje? Tungetoa au tusingetoa? What could be the news? Could we be able to give or not? Ndio mtu mmoja akasema maneno machache kwa lugha ya Kiingereza, akasema One said, a man who give you food on a daily basis becomes your enemy. yule akupatiaye chakula kila siku hatimaye anakuwa adui yako. Why? Kwa nini? You lose the instincts to cook. Wewe unapoteza ule mzuka wa kupika. Lakini inawezekana ikafanana hata kwa Mungu wetu pia. Yeah, that might be equated to what happens to our God. Wakati wana wa Israeli wanatoka utumwani, When the Israelites were coming out of their bondage, aliwapatia mana wakiwa safarini huko. he gave them manna while they were on the journey. Lakini baada ya kufika eneo ambalo Mungu alijua hapa watacultivate na watakula, But somewhere at the place where they could be able to do the farming, mana ilikata. God stopped giving them manna. Kwa sababu gani? Why? Yeye anayetoa, He who gives, yeye ambaye anatupatia kila siku, he who gives to us hatamani tupoteze akili ya kutafuta. does not desire to see us incapable of Lakini working. inawezekana ikawa tofauti tena kidogo. There is a little difference. Anatupatia ili kusudi tutoe. He provides to us in order for us to be able to give. Mungu anatamani tutoe kwa sababu ya ukunjufu wa mioyo yetu. God desires us to give because of the hospitality that comes within our hearts. Binafsi najua una 500 mfukoni. I know that you have a certain amount of money. Una 10,000. You have a certain amount of money. Una milioni. You have a million. Una billion. You have a billion. Una trillion. You have a trillion. Ni sawa, unafahamu mfukoni mwako kuna nini. It's okay, you know what is in your pocket. Lakini natamani nisiongelee kwanza hizo. But I don't want to consider the amounts of money you have. Wanafunzi unamata kwanza kabla hizo ulizo nazo mfukoni. Discipleship matters first before the amounts of money you might have. Hawa watu wote walikuwa na sifa ya kumfanya Yesu au Mungu kuwa wao. Oh, these people have seen, they had this very quality to make Jesus their God first. Akiwa wako, yani ukimaanisha kwamba Mungu ni wangu, hakuna haja ya kuhimizwa kutoa. If God becomes yours, you won't be compelled into giving. Yesu ni wangu, Jesus is mine, lazima nitatoa kwa sababu ni wangu. I will naturally give because he is mine. Tukitoa kwa sababu ya utajiri, If we give because of our richness, si kwa sababu ni wetu, it's not because he's ours. bado hajawa wa kwetu. It means he's not ours. Ila tukiwiwa, But if after we are, amekuwa wa kwetu, he becomes ours. ndivyo Mungu anavyotamani sisi tutoe. That's what Jesus desires us to do, the giving. Yako malengo ya utoaji. There is
Tunatoa malengo ya utoaji. There is a number of, purposes for why we do give. Tunatoa ili kusudi kutegemeza kanisa la Mungu. We do give in order to support the church of God Kama wanafunzi wake. as his disciples. Unajua kwa sababu gani kanisa la awali lilikuwa linakuwa kila siku baada ya siku? You know the reason as to why the early church could advance very quickly day by day? Sababu iko wazi. The reason is explicitly. Ni kwa sababu tu waliamua kuwa wanafunzi wake It's kweli kweli. because they decided to be his two disciples. Ila wasingeamua kuwa wanafunzi wake kweli kweli, hakuna ambacho kingeendelea. If at all they would have not made such a decision, nothing could be done. Najua tuna ujenzi wa kanisa. I know the construction of the church building is going on. Najua kuna bajeti ya kanisa kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. There is a church budget. Asipokuwa wa kwetu hatutatoa tukaeleweka mbele zake. If God is not ours, we won't be giving meaningfully. Labda tutakuwa tunatoa ili tuonekane kwamba tunazo. We'll be giving for people to see us. Lakini kwa upendo mkubwa anatamani si kwamba tuonekane, anatamani aone mioyo yetu iko wazi mbele zake. But with his great love, he desires to see our hearts are open before him. Namshukuru na kumwabudu kwa sababu anaona ndani ya mioyo yetu kweli And kweli. I'm grateful to him and I worship him because he sees what is taking place in our hearts. Anatuita tulitegemeze kanisa He lake. calls us to support his church. Tutegemeze injili yake ya milele. We should support his eternal gospel. Kuna mambo hayawezi kuenda pasipo pesa. There are things Kisha mahubiri pasipo pesa tutarushaje? we would love to televise our evangelism. How can we do so? Bado zinahitajika pesa. Money is needed. Lakini bado moyo ni wa kwanza ili utoe hiyo pesa. Yet heart should be first in order for you to give. Tunakamilisha agizo alilotupatia kama kupima utii wetu. We also adhere to his directive as a way of trying to examine our faithfulness. Hajatuomba zaka. He has not asked us to give tithes, Ila ameamuru tutoe zaka. but he has commanded that we should return tithes. Amesema changu ni kimoja kati ya 10. He said, mine is only one of all the 10s, Na anakitaka. and he wants it. Lakini kitu kingine cha ajabu sana, Something more wonderful, anasema pesa, he says money, dhahabu, gold, vyote ulivyo navyo. all that you possess. Anasema tena kwa kujimilikisha ni vyangu. He says all these are his. Yani kwa lugha rahisi wanasema wewe ulipo hapo, Simply saying, wewe ulipo na mali zako with all your possessions, ni wake. you are his. Sasa swali, The question is, unatoa mali au unajitoa wewe na vyote ulivyo navyo? you give to him possessions or you give yourself together all with your property? Au unajitoa wewe alafu naacha mali? You give yourself or you leave the possessions aside? Ni kweli bila kupepesa macho kuna uamuzi mgumu sana utakaofanyika pale. It's very true, there is this very difficult decision to be made. Kwa lugha rahisi anavitaka vyote. Simply saying, God wants all the property. Cha kwanza anakutaka wewe. The first thing, he Alafu is in need of you. Cha pili ulichonacho. And secondly, he needs all the possessions you have. Utatoa kwa sababu umetaka kuwa mwanafunzi wake kweli kweli. You give because you have decided to be his true disciple. Maswali ambayo tunapaswa tuchague leo. The question we have to ask ourselves, Je, ni nani tunayemtumikia? whom are we serving? Nani tunayemtumikia? Whom are we serving? Tukishajua tunayemtumikia, Having known the one we are swali la serving, pili the litakuja. second question will be, chagua unayemtolea. choose the one to whom you give. Kwa sababu pasina sadaka, Because without offerings, ibada bado haijakamilika. worship service will be incomplete. Na kama mwanadamu ameumbwa na asili ya ibada moyoni, As a human being is created with the nature of worship in his heart, kwa lugha rahisi lazima atoe. therefore they must give. Swali ni kwamba The question is, anatoa wapi? where does he or she Nami give leo from? nikupendekezee. Let me introduce this before you. Vipo vipaumbele maishani. There are these things
very important in life. na kuombea kwa Mungu kipaumbele chako cha kwanza And I pray to God that your first priority iwe ni kutoa kwa Mungu should kwanza. be giving to God first. Wale watakaonielewa hata kimya kimya watasema amina. Those who understand me will say amen. Mungu anatamani utoe kwake kwanza. God longs to see you giving to him first. Najua sisi ni wanafunzi, I know we are students. najua sisi ni wazazi. I know we are Kwa parents. wanafunzi tunaelewa kuna matumizi, We have a number of needs. kuna kulipa ada. We have to pay for tuition fees. Mzazi unaelewa una watoto, I understand a parent has children. unatakiwa kuwalipia karo, You have to pay for their school fees. pesa za matumizi You nyumbani. have to have some money at home. Lakini swali ni moja, But the question is, unapoipokea pesa as you receive money, unaanza na nini? what do you begin with? Bila kupepesa macho, Or jibu unalo, you have jibu unalo. the answer. Kile ambacho unaanza nacho That with which you begin ni kipaumbele chako. will be your priority. Pale ulipo, Wherever you are, najua umeelewa kipaumbele chako sasa ni nini. I know you have understood what is it that's your Lakini mimi priority. leo nakupendekezea kuwa mwanafunzi wa Yesu. But today, I want to recommend you to be a disciple of Najua Jesus. kuna mtu ulipo withdraw zile pesa, I know there is this one who withdrew the money. ulianzia kuanza na matumizi yako. You began thinking of your own expenses. Ulianzia kutuma ada kwa mtoto asome. You began paying for tuition fees. Ulimtumia mzazi kwa ajili ya kilimo pengine. You sent some money to your partner to support them. Uliweka kwa ajili ya jambo fulani ufanye. You also set aside some money for you to do something. Baadaye kalikobaki haka, And that little amount of money ngoja remained. nimpelekee sasa huyu ambaye ninamwabudu. You thought of giving the very one you are worshiping. Bado si ibada iliyokamilika ya That's not wanafunzi, a complete ya worship wanafunzi of a disciple. halisi wa Mungu. A true disciple of God. Kwa sababu kama Yohana kila wakati alikaa miguuni pa Yesu, Because if John all the time sat before the feet of alitaka Jesus, kumsikiliza Mungu anasema nini kila wakati. listening to God every time, Maandiko yanasema the scripture says, sisi tunataka kama sisi tunahitaji kuwa wanafunzi kweli kweli, if we want to be true disciples, lazima tufate anachokitaka mwalimu. we must follow what the teacher wants us to do. Yote katika yote, All in all, mwalimu anatutaka miguuni pake. the teacher wants us to remain at his Yesu feet. anatutaka miguuni pake. Jesus wants us to remain at his feet. Ametufundisha kutoa. He has taught us to give. Anatamani kuona tunatoa. He desires to see us giving. Na kwa sababu anataka tutoe, And because he wants us to give, na kuongezea jambo lingine, I want to add up some more thing. tusitoe chenji. Let's not give the leftovers. Inawezekana hujanielewa bado. You might have not understood me. Chenji inamaanisha nini? What I mean by leftover, the Maana changes. nilikobaki nako hapa, nimetoa kule, nikatoa katika zile change 9,000 nitumie 1,000, nikatoa change pale 5,000, nitakuwa sijatoa? What if at all I give that which was left over? Won't I have already given up? Kutoa change inamaanisha ya kwamba Giving a part of the leftovers. aka kalikobaki sasa, That which is remaining. ngoja nikatoe. Let me just give that which is remaining. Umeshamaliza matumizi yako. You are done with all the Acha expenses. kwanza Mungu aanze ili change ibaki. Okay, let God begin so that the changes should remain. I beseech you. Ninawasihi, Yani kama itawezekana, if it is possible, wanafunzi wake Yesu waanze kwanza na yeye. the disciples of Jesus should begin with him first. Na hapa ndipo namalizia na kukazia And kweli. this is the place where I'm concluding. Kipaumbele chako ni nini? What is your priority? Kama mwanafunzi katika wanafunzi wako, As a disciple in your discipleship, kipaumbele cha imani the priority of faith, ni nini? what is it? Mungu atuongoze tunapotamani kuwa na kipaumbele kikubwa cha imani ambacho ni May utoaji. God lead us as we desire to have this first priority of faith. Tusitoe kana kwamba tunataka kumshawishi Mungu atubariki. Let's not give as if we want to plead with God to bless us. Lakini tutoe kwa sababu Mungu ni wetu. Let's give because God is ours. Lakini mwisho, Lastly, tutoe shukrani kwake. let's be
grateful to him. Tumebarikiwa sana kama vijana wa kanisa la chuo kikuu. We are blessed as the youth of the university church. Wengine wapo wanavuta bangi mtaani na kutumia madawa ya kulevya na vitu vingine visivyofaa. Some have engaged in drug abuse Mungu out there. ametubariki, sisi tupo hapa. God has blessed us, we are here. Tutoe kumshukuru Let's Mungu. give to thank him. Lakini pia Not only that, but also tunapaswa kuwa defined na utoaji katika maisha yetu. we need to be defined by the giving in our lives. Kama ni wanatukasa, If at all we are TUCASA members, wataalamu wanasema you are the young suckers after the old banana to die. ninyi ndo mazao halisi baada vyote vingine kutoweka. Actually mgomba unapokuwa umezaa ule mkubwa, When the banana tree has, kuna visakas pembeni. there'll be these very little banana trees. We young people, Sisi vijana wadogo, we are the suckers to grow. sisi ndio ile migomba midogo midogo tunapaswa kukua. Hata kabla ya mgomba ule mkubwa haujafa bado. Even before the bigger, banana tree dies. Naomba tuwe the great privilege for us to serve on behalf of the Lord. Hebu tutumie upendele huu wa kutumika mbele za Bwana. Na kama tungefanya kama mashabiki wa mipira na watu wengine wanavyofanya katika utoaji, If we could be very smart, imagine the same way as football fans in tutakuwa giving, watu wa maana sana. we could be smarter people. Kwa sababu wale wako radhi kutoa chochote. Because they are ready to give anything. Wako radhi kutoa muda wakaangalie mpira. They are ready to give their time to go and watch Nadhani football. unanielewa. You are fully aware of this. Tufanye hivyo katika ule mfano ili Mungu awe wa kwetu. Let's do this so that God can be ours. Mungu atuongoze tunapokuwa tunaweka vipaumbele vya imani. May God bless us as we prioritize faith. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Every person should do as they desire in their heart. Si kwa huzuni, Not with sadness, si kwa lazima. not by being compelled. Na Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Because God loves a person who would give so lovingly. Yuko mmoja ambaye amesikia na kuelewa habari ya wanafunzi. One has heard and understood the question of discipleship. Kipaumbele kwenye maisha yake ni nini? What is their priority? Kutoa maana yake ni nini? What it means by giving. Kutoa kwanza moyo wake. Giving first their heart. Najua upo hata kama sio wote. I know you're here. Mungu anakuhitaji binafsi kwa sababu wewe umeamua kutoka moyoni. God wants you because you've decided it from your heart. Mpatie vyote. Give to him all that you have. Muulize unapotaka kutoa. Ask him as you kama want to hauna give. Pesa, Even though you don't have money, nitatoa nini? what is it I'm going to give? Kwanza vyote vyako. First of all are yours. Upendo wako unadai moyo wa shukrani. Your love wants us to give with gratitude. Kama sina cha kutoa, If I don't have anything to give, moyo wangu kama sadaka. kind of receive my heart as wanaotamani sana kuwa wanafunzi wake. I desire to see those people who really want to be the disciples of God. Nikiwa mmoja wao, I'm one of those disciples. Wanaweza wakaungana nami kusimama. Would you also rise if at all you're one of them? Nikiwa namwalika mzee Matenge kwa ajili ya kuja kuombea watu ambao wanatamani kujitoa kwake. Why calling upon Eda Matenge to pray for the people who want to give themselves before God? Tumfanye Mungu awe wa kwetu. Let's make God ours. Ibada yenye maana haitatimilika tusipomtaka Mungu kuwa wa kwetu. True worship won't be complete if at all we don't make God ours. Naomba kurudia, kipaumbele cha imani kwetu kiwe ni utoaji. The priority of faith should be giving. Tuvunje vipaumbele vingine visivyokuwa na maana kwanza kabla ya Mungu. Let's break down all the other priorities. Tutafanikiwa. We'll be very successful. Na biashara nafahamu. I know that kipaumbele chao kiwa cha kwanza kwa Mungu, business people, once they prioritize God, utafanikiwa. They'll be successful. Najua unasoma. You are a student. Kipaumbele kikiwa ni Mungu, if your priority is God, you'll be prosperous. Najua una majukumu yako. I know you have a number of duties. Kipaumbele cha kwanza kikiwa ni Mungu, if your first priority is God, yote yatafanikiwa. Everything will be successful. Mungu atubariki. May God bless us. Mungu atuongoze. May God lead us. Tuangazie nuru ya uso wake. May God enlighten us tunapojiandaa kutoa. as we prepare to do the giving. Kama vile moyo wako unavyoruhusu kutoa.
Give in much the same way as your heart desires to do. Mungu akubariki. May God bless you Tafuta wanafunzi wa Yesu. as you desire to be a true disciple of Jesus. Bwana akubariki sana. May God bless you so much. Tuombe. Let's pray. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Our Father and our holy God, jina lako takatifu litukuzwe. your holy name should be glorified. Asante kwa ajili ya mtumishi wako na neno ambalo umeleta kwetu. We thank you for your manservant and the word you have brought before us. Nakushukuru Mungu wetu kwa sababu unatupenda. We thank you because you love us. Tujalie moyo wa kurejesha kwako. Help us to be able to give back to you. Maana sisi kila mmoja ni kazi ya mikono yako. Because each one of us is a handiwork of yours. Na kila mmoja anashuhudia baraka nyingi ambazo umetupatia. And everyone is a witness of the blessings you have given us. Fadhili zako na neema yako imejaa tele kila wakati. Your goodness and mercy are full every time. Nasi tuna kila sababu ya kukushukuru. We have every reason to be grateful to you. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, Our Father and our God, maneno haya ambayo tumeyasikia kupitia kinywa cha mtumishi wako the words we have heard yakaendelee kutenda kazi katika mioyo yetu sote, should keep on ringing in our hearts, ili tukawe na shukrani nyingi kwako kila wakati. so that we can always be grateful before you. Tukakumbuke wema na uzuri wako katika maisha ya kila mmoja wetu. Let us remember your goodness, your beauty in our lives. Asiwepo hata mmoja wa kusema mimi Bwana sina cha kuja nacho mbele zako, There should be nobody who say that they don't have anything with which to come before you. bali kwa furaha tukaungane sote kila mmoja But let's joyously come before you together kuja kutoa shukrani kwako. to come and with our gratitude. Tusaidie Bwana ili tushiriki kikamilifu kazi yako. Help us to partake in your work. Tubariki sasa na hata siku zote. Bless us today and forever. Lakini jambo kubwa tunapoendelea kuwa wanafunzi tukisubiri marejeo yako Yesu mara ya pili, As we wait for your advent, Roho wako Mtakatifu atuongoze ili tusipotee, may your Holy Spirit lead us so that we cannot get lost. bali tukabaki kuwa waaminifu na kushuhudia uzuri wako kwa watu wengine. Let's remain faithful and be able to testify about your beauty to some other people. Asante Mungu wetu mwema. We thank you, oh God. Tunaamini utaendelea kutuongoza na tulinda. We'll believe you continue leading us. Neema yako na fadhili zako zikatufunike sote, Your grace and your goodness should cover us hata ujapo mara ya pili. all the way to your second advent. Kwa jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. In the name of Jesus Christ we pray and believe. Amen. Amen. Na tumaini kwa wengi imekuwa ni somo la kuvutia kutoka kwa mtumishi wa Mungu, mzee wa kanisa Abiud Gwarugwa. Nami pia nimebarikiwa vya kutosha, na somo hili limejaribu kutusisitiza tuzidi kutoa matoleo kwa ukamilifu. Waliokuwa kitufuatilia mtandaoni wametuma maoni mbalimbali. Natumaini kwa wengi imekuwa ni ibada ya mpekee katika sabato hii ya uhamasishaji wa rasilimali, na tumaini kila mmoja wetu ataweza kuchukua nafasi yake katika kujaribu kumtolea Mwenyezi Mungu wa mbinguni kwa ukamilifu kama mzee wa kanisa alivyojaribu kusisitiza. Yupo Juma mpiga chai katika channel yetu ile ya Chuo Kikuu SDA, ametuma ujumbe wake akijaribu kuonesha ni kwa namna gani anavyobarikiwa na ibada ya siku ya leo. Lakini pia yupo Geoffrey Cruz ambaye naye pia ametutumia salamu akisema happy Sabbath day. Lakini pia yupo Kevin Mwakalebela, naye pia ametuma ujumbe akijaribu kuonesha namna gani sabato ilivyokuwa kipekee. Na Stanley Isaac Manyoni, bila kumsahau Kichele the data scientist. Lakini pia yupo Richard Sanzu na Musa Wambula. Wao wote wamebarikiwa na ibada hii wakiwa pande mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania. Zaidi ya yote ni kushukuru zaidi wewe mshiriki wa kanisa la Chuo Kikuu ambaye umekuwa ukitufuatilia, na ibada ya siku ya leo imekubariki vya kutosha.